Keki tamu na rahisi kutengeneza ni hii, keki ya chungwa. Assalamu alaikum and hello my dears, welcome back to my channel Jikoni Kwetu. Leo tutajifunza namna kupika keki ya chungwa kwa njia rahisi bila mixer, yani nitatumia tu vifaa ambavyo tunavyo hapo nyumbani. Kwa hii recipe tutahitaji siagi gram 250, sukari gram 220, mayai manne sawa na gram 200. Pia tutahitaji maganda ya machungwa gram 7 sawa na chungwa moja, juisi ya chungwa gram 120, unga wa ngano gram 280, baking powder gram 8, chumvi gram 1.5. Utaanza kuchanganya vitu vikavu kando, kisha utachukua siagi na kukoroga kama hivyo. Tumetumia mwiko ama wooden spatula, na baada ya kuwa siagi yetu imelainika utaanza kuongeza sukari taratibu kama hivyo huku kichanganya. Na tumetumia tu sukari ya brown, tumeisaga, yani ile sukari ya kawaida ambayo tunatumia kwa ajili ya chai na sio sukari nyeupe. Utachanganya vizuri mpaka mchanganyiko wako uwe laini kama hivyo na umebadilika rangi, umekuwa mpauko. Kisha itafuatia hatua ya kuweka mayai. Hakikisha hayo mayai yako umepasua moja baada ya nyingine kando, kisha ndio uongeze kwenye bakuli. Hii itakusaidia kuzuia zile ajali ya kwamba yai moja limeharibika likaharibu mengine kutokana na kuoza kwake ama ile harufu ya kuharibika kwake. Na katika kuongeza hapo mayai tunaongeza moja moja ili kuruhusu hewa ingie kwenye mchanganyiko wetu. Maana tunataka keki yetu iwe nyepesi na laini. Na ukifanya hivi itaruhusu keki yako ianze kuumuka hapo kabla ya kuongeza unga, na unaweza kuona kabisa mchanganyiko umeanza kufura ama kujaa kama hivyo. Na hapa yai inatumika kama binding, yani kusaidia kuweka sawa ama kuunganisha mchanganyiko wa hiyo siagi na sukari ambayo tumeweka pamoja. Na hii ndo hatua ya awali muhimu sana ili kuhakikisha tutapata keki yetu ambayo iko smooth na bata yake ama ule mchanganyiko wa vitu vyetu uko sawa sawa. Maana yake ukikosea hapa keki yako itakuja kuwa nzito. Na hapo tutaanza kuongeza unga kwa awamu 3. Tumeweka mara ya kwanza kama hivyo, changanya, na hakikisha unavyochanganya unaenda katika same direction ili kuruhusu ile hewa ambayo tumecreate mara ya kwanza iendelee kuwepo. Yani ukikoroga upande opposite ama upande wa pili tofauti na hivyo ambavyo tunakoroga, maana yake tunafanya mchanganyiko wetu utoke hewa. Hivyo keki itakuwa dense, yani itakuwa nzito kwa maana itakuwa haina hewa ya kutosha, wakati wa kuoka haitafura vizuri. Utaendelea kuongeza bachi ya pili ya unga ama awamu ya pili ya unga kama hivyo na kuendelea kuchanganya. Na hapa katika kuchanganya, hii ni process ya haraka kidogo, yani hatutaki kukoroga sana, yani ku overmix itafanya pia keki hivyo isink, yani iwe nzito. Utamalizia kwa kuongeza awamu ya 3 ya unga, na tutakoroga kama vile ambavyo tumekoroga, yani tunakoroga kwa uelekeo mmoja ule ule, yani usikoroge uelekeo tofauti na ule ambao unakoroga hapo awali, ili kuendelea kutrap ama kuruhusu hewa zaidi iingie kwenye mchanganyiko. Hakikisha unga wote umekolea vizuri kwenye huo mchanganyiko wako na hauta overmix pia. Kwa kumalizia utaongezea juisi ya chungwa, na hakikisha unatumia chungwa fresh, haya machungwa ambayo tunakula kama tunda na sio ladha wala maji ya chungwa. Changanya vizuri, hii itasaidia kupata uzito mzuri kama hapo unavyoona. Mchanganyiko wetu umekuwa mwepesi kiasi, sio mzito na sio mwepesi sana, hauchuruziki yani. Utaendelea kuchanganya hivyo katika folding motion, na hapo tumeongeza ganda la chungwa kwa ajili ya ladha na harufu pia. Badala ya kutumia arki ya vanilla ama chungwa, tumetumia maganda ya chungwa kwa ajili ya ladha, na pia haya yanasaidia kukata ile shombo ya mayai. Tunajua kabisa mayai yana shombo. Utaendelea kumix kama hivyo, na hapo itakuwa tayari. Baada ya mchanganyiko wetu kuwa tayari, utachukua pani ya kuokea ama hilo kopo maalum la kuokea keki. Kama hauna, tumia sufuria nyepesi sana, pakaza mafuta, kisha weka unga kama hivyo, na kisha weka mchanganyiko wako wa keki vizuri kwenye hilo kopo maalum la kuokea keki. Kama hauna, tumia sufuria yako nyepesi sana, pakaza mafuta hivyo hivyo, na utaweka unga hapo. Kipindi nafanya hii hatua, hakikisha umewasha jiko lako, umepreheat, yani jiko lako la kuokea oven liwe
na moto, na utaweka moto mkubwa kabisa 250 au 230, na utapreheat kwa dakika 10 moto wa juu na chini, na tutaenda kuweka keki hii kwenye reki ya kati. Pija hivyo chini ili kuruhusu viputo kwenye keki vitoke, ili ukioka keki yako isiwe na matobotobo. Kisha utaoka keki yako kwa moto wa 170 kwa dakika 40 mpaka 50. Hakikisha haufungui kipindi unaoka keki yako, kwa sababu hewa mpya ambayo si ya moto itapelekea keki yako kusink ama kuwa mbichi. So acha mpaka dakika at least 35, unaweza kufungua na kuangalia kama keki yako imeiva ama la, na utatumia kijiti kikiwa kikavu, keki yako iko tayari, na kikiwa kibichi, keki ni mbichi, utaongeza moto zaidi ili ipate kuiva. Hakikisha unapopika keki unatumia mzani kupima mahitaji, na pia unaweka kwenye kopo sahihi kulingana na mchanganyiko wako wa mahitaji, yani usitumie kopo dogo. Tafadhali usiache kusubscribe kwenye channel ya Jikoni Kwetu, na pia like na ushare na marafiki zako wapate kujifunza.